Ndiroka we mwega murori wa Gikuyu TV kiroko kyo muthe ni njitagwo Francis Kimani amukira ngatho ciako cia mwanya nenya ndagucokia ngatho o muthenya ni undu wa kunyitanagira nani o kiroko kuma thaa 1 nginya thaa 3 ngigutwara mena itiganite guku thiini wa bururi wa Kenya na haswa miena iria twaragia ruthiomi ruru rwitu rwa Gikuyu na umuthi ndenda gukuruta thiini wa Nairobi ngutware thiini wa kaunti ya Kajiado na gutware kundu gwitagwo Ongata-Rongai kuria tucemanitie na mwekezaji kana mwonjoria umwe na mwonjoria uyu nitukoretwo tukiaria maundu megie urithia wa ng'ombe na urithia wa mahiu no riri hihi tuga turithia mahiu ri irio cia mahiu ciumaga atia kana irio cia mahiu ithondekagwo atia na nikio ndira gutware gutware thiini wa kiganda gia Sigma kuria mathondekaga irio cia mahiu tugathi kuraihu ndirakuhoya unyitane nani kuma thaa ici nginya iria ci kwihanda thaa 3 cia kiroko nigetha ngumenyithie maingi megie urimi wa ng'ombe na makiria uthondeki wa irio cia ng'ombe ngui thamaki na nyamu ingi itiganite iria tuigaga thiini wa micii itu. Mtazamaji wa Gikuyu TV, nimerejea tena kama ambavyo nilikuwa nimekufahamisha hapo awali, na ninazungumza na mwenyekiti wa kampuni ya Sigma Feeds ambaye atatufahamisha majina yake, lakini najua kwamba wakazi wa eneo hili wanamuita Olegishu, lakini Olegishu ananiambia kwamba atanielezea maana yake ni nini, lakini majina ambayo yenye katika kitambulisho chake ni majina gani, na je alianza kampuni hii lini na ni kitu gani ambacho kimemfanya awe miongoni mwa wale ambao wanafanya vema zaidi katika sekta ya ukulima na haswa katika sekta ya utengenezaji wa vyakula vya mifugo. Brother, karibu sana. Salama sana. Labda tufahamishe majina yako kamili yenye ambayo yako katika kitambulisho. Jina yangu ni Kirtesha. Nilizaliwa hapa Ukambani pande ya Kitui 1962 na ilimfanya masomo Kenya. Ilifanya form 4 alafu baadaye naandikwa na kwenda andikwa kazi hapa Industria toka 1976 mpaka 1983. Okay. Na ulianza hii kazi ya kutengeneza vyakula vya ng'ombe mwaka gani? Ilianza March ya 1984. Ilianza huku pande ya Karen kwa shamba ya Ideal Farm. 1984 mpaka 1995 ilikuwa naendelea chakula, alafu ilianzisha kazi ya faranga ya Day Old Chicks, Sigma Day Old Chicks. Ilikuwa naendelea mzuri, alafu baada yake mimi na ndugu wangu sisi ilikuwa naendelea kazi mzuri, alafu sisi naanza kiwanja ngine huku pande ya Isinia. Sasa kusabadilisha jina ya huku ni Isinia Feeds na mimi libakia na Sigma Feeds. Kwa hivyo ni kampuni mbili za ndugu wawili, Isinia Feeds na Sigma Feeds. Ndio. Okay, niulize tu jina Olegishu, manake wakazi wa hapa wale ambao ni wa Masai katika eneo la Ongata-Rongai wanakuita Olegishu, na naona kwamba kuna hospitali pale, kuna shule ambayo imejengwa na Sigma Feeds. Mbona wanakuita Olegishu, na je Olegishu inamaanisha nini? Olegishu naeleza mtu ya gombe, men of cows. Ole is men, ni man, na gishu ni ng'ombe. Okay. Dio. Na kwa nini we umekuwa maarufu miongoni mwa jamii za hapa? Ni kitu gani ambacho haswa kama kampuni mnafanya hivi kwamba natumai kwamba wanaita giving back to the society? Ni aina gani ya huduma ama services mnapatia jamii ndiposa nikana kwamba kuna ushirikiano kati ya kampuni na the community living around? Ni siri yenu nini? Siri wetu iko saile nakaa na watu karibu, lazima nafundisha ile kitu unajua. Kitu moja muhimu sana ni masomo. Na sisi nataka masomo kwa wakulima, watu wote ya pande hii lazima wanapata masomo. Halafu toka huku sisi siku ile sisi likuja hapa 2003 sisi liona hapa kuna wakulima mingi, so sisi lianza fundisha watu ya pande ya kazi ya kuku, nguruwe, samaki na gombe. Saa ile sisi lianza hiyo shamba ya Olegishu Dairy 10 years ago. Sisi lianza na gombe 3 na saa hii sisi kona gombe 70 dairy cows. Ndio. Na njao zake unajua unaziita kama njao zile wale wadogo wa ng'ombe. Hata jao iko pamoja jao. Gombe ni total pamoja jao ni 70, but zamani ilikuwa zaidi ya 120. Pandangini sisi liuza na saidia wakulima wanaanza kazi ya dairy pande hii.
Unajua, jambo la kushangaza ni kwamba mtu anapoingia katika kampuni ya Sigma Feeds pale kwa reception ama katika jumba la mapokezi, unaona picha mkiwa na rais mstaafu Daniel Toroitich Arap Moi, mkiwa na rais aliyemfuata Mwai Kibaki, mkiwa na rais Uhuru Kenyatta, makamu wa rais William Ruto, viongozi mbalimbali, mawaziri mbalimbali. Na katika album zako pale nimeweza kuziperuza ama nimeweza kuzipitia, nimeona watu mashuhuri wanakuja katika kampuni ya Sigma na vile kupewa zawadi ama kupewa tuzo kwa sababu ya kuwa miongoni mwa kampuni 100 ama top 100 companies in Kenya in terms of maybe kulipa ushuru, kufanya kazi vyema. Ni kitu gani ambacho kimeweka pale top of the cream company? Top of the cream, customer is a king. Unaweza saidia wakulima dogo wanapata mawaida. Hiyo ni shughuli kubwa sana kwa Sigma Feeds. Sisi ilikuwa naanza kamni na wakulima ile walikuwa naanza na kuku 50 na 100, na hiyo watu sasa iko na kuku 10,000, 20,000. Ni hiyo sisi nataka creation of more jobs, more opportunity. Hata juzi sisi ilikuwa naongea na pande ya Kajiado, gaona ya Kajiado. Kila shule sisi nataka anza kazi ya what we call agriculture. Kila shule nakuwa na borol moja, alafu naweka greenhouse bili, wanatoa chakula, alafu naanza kazi ya mfugo kidogo ya kuku, ng'ombe, nguruwe, samaki, sungura, kila kitu. Saa hii shida mingi Kenya hii ni unemployment. So that is why we are looking at how namna gani sisi naweza saidia wakulima napata kazi. Saa ile wanaanza kwa masomo, wanafundishwa kidogo, instead of tafuta kazi kubwa kwa Nairobi, fadhali wanaanza kazi huku jumbani. Ni kweli, maana vile ambavyo tulifika hapa, nakumbuka umenikumbusha vyema sana. Nashukuru tulifika hapa tukapata vijana pale kwa lango kama kwa gate, wakakuuliza kana kwamba kuna kazi, na I liked the way uliwaeleza kwamba ukauliza your manager, one of your managers ama wasimamizi wako mmoja wao kauliza labda kuna nafasi za kazi. Natumai kwamba si boss wengi sana unaweza kutana nao wa kampuni kama hizi na wakakujibu vizuri, utakwambia fuata njia ambayo inafaa, enda reception uulize, fuata protocol. Mbona roho yako ni nyepesi kuzungumza na watu na down to earth? Shida ni nini? Watu wote ni moja. Ile kitu unataka jua, ile kitu mimi nasaidianga, mimi ile kitu najua, fadhali mimi nafundisha mtu mwingine, na hiyo mtu mimi nataka hata na kwenda fundisha mtu mwingine. Hiyo ni secret kwangu. Kuna bwana mmoja mwenye alikuwa anatupeleka kule kwa boiler, mwenye ametuzungusha kwa mitambo, bwana Adawa. Ananifahamisha kwamba amefanya kazi hapa for 35 years. Mbona hawa wafanyika, kwa sababu tunajua kwamba watu wengi, boss wengi wakikupatia kazi kwa private companies, labda kama ambazo labda ni wale wa kunyanyasa wafanyikazi, anakaa na wewe miaka 2 3, anakwambia songa, analeta bunch nyingine ndio labda asiongezee mshahara. Siri ya kukaa na wafanyikazi kwa muda mrefu ni gani? Siri moja ya kana watu ni kwanza ile training unapatia hawa, na kitu moja training ni kitu moja sana, na alafu saa ile sisi nafunganga mashini, mimi nataka hawa nafundisha, na hawa instead of kaa hapa wanafundisha dogo yao hiyo kazi. But una promote hawa watu ile nafanyanga kazi, unapatia hawa kazi ya juu. Unajua hawa watu walianza chini, sasa hawa iko in charge kila kitu. Okay. Na on top of that, watu kila siku unabadilisha, utapata shida mingi in long run, pande ya quality na kila kitu. Unajua hii kama ni peke yangu na watoto wangu bili wanafanya kazi na mimi, na sisi ile watu naweka ni local people. We encourage more local people to get job. Okay, kuna ule msichana ambaye ametupeleka kwa samaki, maana hapa tutaingia katika ile aina ya chakula mnatengeneza. Kuna ule madam wa quality control, madam, nataka kumuita madam quality controller. Ametupeleka pale kwa samaki, anatuambia hawa samaki wangu, yani ana own, ni kana kwamba ni project yake. Sijui unaweza kuwaambia vipi wasimamizi wa kampuni ambao hawapatii wafanyikazi nafasi ya kufeel kwamba I own this project. Faida ya kufanya mfanyikazi aone kwamba hii ni project yangu, hata kama ni muajiriwa, ni gani? Faida ni gani? Faida mwisho wake, wanajua saa ile wanapewa kazi ya in charge, wanaanza hiyo project. Sisi nasema hiyo walisomea hiyo kazi kwa shule, walikuja hapa, mimi nasema I want to give you assignment, mimi nasema hii kazi sasa ni yako. Sasa you are in charge and you should tell us what is happening.
atadeliver. Na alafu kitu wengine sana, wakulima mingi wanafanya kazi yote, but kazi ya record keeping ni very very poor. So kila kitu, ile kitu unafanya record keeping. Hata hapa kwa production side sisi nafanya kila kitu, sisi nafanya pande ya production, sisi kuna batch number, sile iko na complaint, sisi najua card, who was in charge, kila kitu sisi najua. Kitu moja muhimu sana, sisi hata nafanya kazi ya kampuni mingi, sisi natengenezea wa chakula kama Saguna, Lisha Bora, kampuni ile nyingine na iko shida, wanakuja kwetu, sisi natumia mashini wetu, natengenezea chakula na formula yao, na bado sisi naendelea. Na juzi sisi ilianza chakula ya mbwa. The first company in East Africa tengeneza ready to eat dog food. Jina yake ni Bravo. Hiyo chakula unapatia toka dogo mpaka kubwa kila, na hakuna haja ya pika. Na saa hii sisi zaidi chakula wetu unapatikana kwa supermarket wote, especially kwa Naivas na napatanga zaidi na supermarket ya Carrefour na hawa wengine. Hata sisi na supply kwa veterinary clinics na hawa watu. Okay. Bwana Kiritesh Shah, niulize, nataka tuingie hapo kwa aina tofauti ya chakula za mifugo na pia mbwa na wanyama wengine ambazo mnatengeneza pia wakiwemo samaki. Kuwa kwamba kulikuwa na Rais Moi akakuja akawatambua, kulikuwa na Rais Mheshimiwa Mwai Kibaki akaja akawatambua. Hivi sasa kuna Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na mdogo wake pia nimemuona pale mkisalimiana, na hiyo trademark yako, kofia yako pale. How does it feel? You feel very good because at the end of the day mnasaidia serikali, na serikali ile kazi inafanya ni kazi kubwa sana. Sisi hapana iko haja kaa yuma, sisi wote nataka shirikia pamoja nafanya kazi na serikali, na wako mending creation of more jobs and opportunity for everybody. Okay, wengi wanajua Sigma Feeds ni watengenezaji wa chakula cha mifugo, lakini tuanze na chakula cha mbwa ambacho umegusia hapo awali. Labda unaweza kusema nini kuhusiana na quality? Maana tumetembea katika hii kampuni, tumeona usafi mnazingatia, na tumeona hata mtu anaona, na ni mahali ambapo tunajua kwamba mahali ambapo katika kampuni nyingi za kutengeneza vyakula vya mifugo, wengi huwa labda kumejaa vumbi, wafanyakazi ni wachafu, kwenye sakafu ni kuchafu. Sijui unaweza semaje ukilinganisha quality ya chakula chenu cha mbwa na kile ambacho kimekuwa katika soko hapo awali? Pande ya safi, pande ya quality control, pande ya raw material. Unajua mbwa ni kama binadamu, na binadamu wanakula kitu baya atapata shida. Hata kwa mbwa ni shida ni namna hiyo. Ile quality products ile natumia ni hali ya juu sana. Mnatumia kama nini? Najua huwezi taka kupeana siri yenu kwa sababu hiyo ni siri, ni formula yenu, lakini labda kugusa tu baadhi ya vitu ambazo mnatumia kutengeneza chakula cha mbwa. Chakula ya mbwa natumianga mahindi, natumia soya, natumia nyama aina ya samaki, aina ya ng'ombe toka KMC, na halafu siri kubwa ni namna gani unapika chakula. Sisi iko na boiler ile nakausha nyama, na halafu baada yake inasagwa kabisa, halafu baadaye natengeneza hiyo shape na kila kitu. Kwa hivyo quality ni ya juu. Quality ni ya juu sana, na halafu sisi nafanyanga kazi na kampuni ya Rigambo toka Germany, ile nasaidianga letea sisi vitamins na hiyo kila vitamins na minerals ya hiyo chakula. Unajua jambo ambalo limenifurahisha ni kuona kwamba mahindi ambayo mnatumia kutengeneza chakula cha ng'ombe ni mahindi ambayo ni safi, mahindi ambayo si yale ambayo yamekataliwa katika kampuni za kutengeneza unga. Kwa nini mnaamua kutumia mahindi ambayo pia mimi naweza nikala hayo mahindi? Siku hizi shida mingi kusasikia juzi kazi ya kitu ya cancer na kila kitu kushaongezeka Kenya hii. Na najua kitu ya aflatoxin, mycotoxin, hiyo naletanga hiyo. Ile chakula iko na hiyo toxins, na hiyo inaletanga shida kwa watu wanatumia bidhaa hiyo kama maziwa, nyama, kila kitu. Siku hizi magonjwa kushaanza kuwa mingi sana, especially cancer, diabetes na hiyo yote. High blood pressure na hiyo. Na siku hizi watu instead of zamani walikuwa wanafanya kazi na wanatembea sana, siku hizi hawa kuwa lazy, wanatumia gari tu. Okay.
Mtazamaji, nazungumza na bwana Kiritesha, ama wale ambao ni wakazi wa Ongata Rongai wanamjua kama bwana Olegishu, na nikasema kwamba amesaidia baada ya kukaa hapa kuanzia mwaka wa 1990. Ilianza kazi 84 na hapa zamani ilikuwa Ongata hapa Karen. 2010 siku ya April Sigma Feeds ilibomolewa completely. Halafu sisi ilienda pande ya Isinia kwa ndugu wangu. Halafu hapa 2013 mimi nilianza kiwanda yangu mpya. Hapa ni karibu na shule ya inaitwaje hii university iko hapa? Hapa sisi neighbor ya African Nazarene University. Lakini hii area inaitwa? Hapa ni Olengishu. Hapa area nasema Ole Sirgon na town nasema Twala. Okay, usiende mbali, tutakaporejea tutazungumza na yeye tujue ni aina gani nyingine ya chakula ambayo wanatengeneza. Tumezungumza kuhusu chakula cha mbwa, najua wanatengeneza chakula cha sungura, chakula cha ndama, chakula cha ng'ombe, chakula cha kuku ama chakula cha kuku aina tofauti tofauti, ili watufahamishe, je, ikiwa unaweza taka kufanya kazi na wao kama distributor ama mfanyikazi mwingine yoyote yule hapa katika kiwanda cha Sigma Feeds, unapaswa kufanya nini? Niko katika eneo la Ongata Rongai, kampuni ni ya Sigma Feeds. Mtazamaji, bado ningali nazungumza na bwana Kiritesha ama bwana Olegishu katika eneo la Ongata Rongai. Yeye ndiye chairman ama mwanzilishi wa kampuni ya Sigma Feeds, na sasa baada ya kujua vile ama historia fupi kuhusu kampuni ya Sigma Feeds, nataka tufahamisha aina nyingine ya chakula ambacho wanatengeneza, manake tumesema kwamba wanatengeneza chakula cha mbwa. Bwana Kiritesha, karibu tena. Niulize, tumeona hospitali ambayo umetengeneza, tumeona shule, lakini jambo haswa ama your vision ukianza ilikuwa ni kutengeneza chakula cha ng'ombe, sio? Ilikuwa chakula ya ng'ombe na kuku. Okay, sasa chakula cha ng'ombe ambacho mnatengeneza, maana naona kuna list hapa, ingawa kwamba hapa unatupatia bei tofauti tofauti, sijui kama nikija kununua na wholesale utanipatia na hii bei. Pande ya bei iko bei ya distributors. Sasa sisi natafuta watu ile nataka kuwa distributors, wanaweza tembelea kwetu. Halafu sisi naweza ona area gani wanakuja, halafu naweza patia bei ya distributor na retail. Kwanza mimi takaeleza ile chakula sisi naanza naye ilikuwa na chakula ya kuku, ng'ombe na nguruwe originally. Saa ile mimi nilianza 1984 sababu pale ilikuwa huku pande ya Karen ilikuwa shamba ya Ideal Farm. Hiyo shamba ilikuwa na nguruwe 1500 siku hiyo na kuku kama 10,000 ya mayai. So directly mimi nilikuwa napata market ya chakula. Baada yake naanza kazi ya broiler, na alafu baada yake sisi naona sisi ilikuwa kampuni ya kwanza naagiza mashini ya pellet mill ile inatengenezanga chakula ya broiler. Yeah. Okay, niulize labda umegusa kuhusu wale ambao wanataka kuwa distributors, wanaweza kujiunga na nyinyi na wapewe products kwa bei ambao ni ya chini. Labda wanaweza kuwasiliana na nyinyi vipi? Labda kupitia email ama kupitia nambari ya simu? Ile watu mimi naweza patia namba ya simu ya company ile, wanaweza ongea naye, wanaongea na our secretary. Alafu ile namba watatumia ni 0733 600 897 na hebu turudie tena hiyo namba 0733 600 897 na ngine iko 0721 560 251. 0721 560 251. Wale ambao wanaweza taka kuwa distributors ama wale ambao wanaweza fanya kazi na nyinyi, ama wanaweza tu watumia email. Hata kwa email wataangalia kwa sales@sigmakenya.com. Ama Facebook unaona ni Sigma Feeds Kenya Limited. Tuseme chakula cha ng'ombe, aina ya chakula cha ng'ombe ambacho mnatengeneza, ama tuanze na chakula cha kuku. Manake ndio naona umepatia kipaumbele katika orodha yako: chick mash, growers mash, layers mash, kienyeji mash, broiler starter mash, kuna broiler starter crumbs, broiler finisher mash, broiler finishers pellets. Kuna tofauti gani kati ya hizi chakula zote? Kwa chakula ya broilers ni ya kuku ya nyama, na ya chakula ya mayai ni chakula ya layer, grower na chick mash. Alafu juzi sisi ilianza chakula ya kienyeji. Watu mingi penda ile local chicken. So hiyo chakula ya kienyeji wanaweza anza na chick mash, alafu naanza na kienyeji. Kwani kuna tofauti gani ukipatia labda growers mash na kienyeji mash? Iko tofauti mingi sababu ile dawa na chumvi na kila kitu ile naweka kwa growers na pande ya kienyeji ni tofauti sana, na hata protein level yake ni tofauti.
Kwa sababu ule msichana wa quality controller alituambia kwamba nyinyi mnatumia international standards. Maana utaenda katika mitaa mingine hapa Nairobi unapata kwamba watu wanatengeneza chakula cha ng'ombe, chakula cha kuku hivi tu, yani hata hakuna mambo ya quality wanatumia. Mahali ambapo wanatengenezea ni mahali ambapo pamechakaa, panakaa ovyo, si pahali ambapo unaweza kusema kwamba ni pahali pasafi. Labda hizi international standards mnatoa wapi, kwenye internet ama labda kuna washirika wenu ambao wako nje mmeshirikiana nao wanawatumia? Ile watu sisi naagizanga dawa na kila kitu wanatembelea sisi, baada miezi 3 wanakuja angalia the way kazi inaendelea, na especially hawa wanapatianga mawaida, sababu saa ile sisi nataka fanya export ya chakula huko pande ya Uganda na Tanzania, lazima wanaangalia ile kazi inafanyanga. Kwanza juzi sisi kusatumana chakula mingi ya samaki pande ya Uganda pale inaitwa Jinja. Okay. Yeah. Kwa hivyo tuseme kwamba mtu akitumia chakula chenu, kwa mfano, unajua wakati mwingine kunazuka magonjwa kama ya kuku, kama ile bird flu, labda mtu mshai kuwa na kisa chakula kimetoka hapa kwenu katika kampuni ya Sigma alafu labda kinakuwa na ugonjwa? Saa ingine shida iko, saa ingine ile raw material na kujanga toka nje, labda iko quality hapana iko mzuri, saa ingine zapata shida. Najua pande ya mawaida ya company we make sure quality ya chakula inakuwa mzuri. Saa ingine juzi sisi lipata shida kidogo, but hiyo kitu watu ya manufacture ya raw material walirekebisha, na alafu bado pata shida baadaye. Okay, furaha yangu ni kwamba nilianza kuona magunia kwetu nyumbani ya Sigma Feeds nikiwa mtoto wa umri wa miaka kama 7, 8 hapo, hadi kufikia sasa bado nayaona. Kwa hivyo kwangu mwanzo ni furaha kuwa na nyinyi na kutembelea kiwanda hiki chenu cha Sigma Feeds. Swala lingine naona kwamba kuna cattle feeds. Kuna aina gani ya cattle feeds? Cattle feed sisi naanza na kafalivina. Hiyo ni ya chakula ya jao. Haina shida, wacha tutaizima. Suppose. Don't pause. Ulima. Mimi nitapigia wewe simu baada ya dakika 10 na tutachukua. Ini wakati limuru wana. Sawa tu. Mimi kidogo dakika 5. Hauja pause ndio? Ndio niweza kunote. Okay, ulikuwa unaniambia unasema kwamba kuna calf alewina pellets. Alewina pellets ni ya chakula ya jao. Saa ile inazaa baada ya wiki 2 unaanza patia hiyo calf pellets. Badala ya maziwa? Maziwa ndani yake. Kwa hiyo calf pellet wetu sisi nawekanga maziwa. Okay. Unatengeneza kama uji, unaanza patia. Okay. Pole. Kuna high yield meal ama inaitwa? Sisi angini iko ya ng'ombe ile natoanga lita 15 na juu, sisi napatianga high dairy meal or high dairy cubes. Okay. Na alafu iko general dairy meal ile ni ya ng'ombe ile natoanga lita 5, 7, 10. Hiyo unaweza patia ordinary dairy meal. Na sasa niulize, kwa mfano dairy meal na range cubes ni chakula tofauti, ni ile mesiagasi yako ama cubes ni gani? Sisi tunajua tu ice cubes. Ice cubes hiyo. Sisi hiyo range cubes juzi iko zaidi ya miaka 12 ilikuwa natengeneza siku ya kiangazi. Najua sisi ilipata kiangazi mara 2, 3. Hiyo chakula ilisaidia especially watu toka northeastern, pande ya Kajiado, pande ya Tanariwa, na hiyo inasaidianga kila siku ng'ombe inatakiwa na kula kilo 2 ya hiyo chakula. Okay, naona pia mnatengeneza na kuuza chakula cha farasi. Unajua Wakenya wengi si wafugaji wa farasi, lakini wale ambao wanaenda pale Ngong Race Course, ambapo unajua watu wengi ni fans, na wale ambao wanapenda betting, kwa sababu unajua watu wanabetia farasi. Naona pia chakula mnatengeneza hapa. Labda ni chakula cha aina gani hiki? Sisi iko chakula aina 2, moja ni ya maintenance na moja iko horse racing meal. Sisi kuna chakula tofauti vile ambavyo mtu wa quality alituambia, kuna chakula cha farasi wa kukimbia na hawa farasi wengine. Sisi nafanyanga kazi na trainer 2, moja ni Makburu na angini ni Joseph Muya. Joseph Muya anatoka Newasha Lodge, na go farasi yake anakimbia. Sisi nataka jua makai hiyo watu 2, Makburu na Joseph Muya, tariki 20
na Billy itakuwa na derby hapa Gong Race Course. Hata sangini mimi nakuanga na partner na hawa. Okay. So most of the champions wanashindanga na hii chakula ya Sigma. Na niulize, nyinyi kama Sigma mko na timu ya farasi? Sisi hapana iko timu ya farasi. Sisi nafanyanga kazi na our trainers. Ndio. Najua kitu kingine ni chakula cha nguruwe, na siku hizi Wakenya wanafuga nguruwe sana. Ukienda hapa pande ya Limuru, ukienda pande za Nyeri huko, najua kwamba watu wanafuga nguruwe sana. Chakula so enwina ndicho chakula ambacho kilikuwa very famous hapo awali, aina ya nguruwe, na kinatolewa huku kwenu. Labda utufahamishe mna aina gani ya chakula cha nguruwe, hizo pig feet? Nguruwe sasa sisi tutakaanza iko so enwina na pig finishing. Alafu takaanza tengeneza pig rearing mill ya nguruwe dogo. Hiyo sisi nataka anza tengeneza ile aina ya pellets. Sasa ile nguruwe inazaa unaanza patia hiyo. Okay. At a lesser time unaona nguruwe na win mara moja ndio. Okay. Pet, hawa wanyama wadogo wadogo wa kufuga kwa nyumba, najua pia huwa mnatengeneza chakula chao. Ni chakula cha aina gani na ni pets aina gani? Nikiwa na panya, unajua kuna watu wanafuga panya kama pets. Hata ya panya sisi natengeneza chakula toka panya paka elephants. Hata hapa Nairobi National Park sisi kuna elephant orphanage, hata natengenezea ya hawa, hata giraffe, na hata hiyo wena semanga sungura iko sungura, alafu iko na crocodile, hata chakula ya crocodile naweza tengeneza. Na chakula ya crocodile si nyama? Crocodile ni nyama. Sisi na saga na kitu kingine na nyama na mahindi kidogo, alafu natengeneza ile pellet kubwa. Na niulize, pale Nairobi National Park mnapopeleka chakula, kwa mfano chakula cha umesema wanaitwaje? Elephants na rhinos. Elephants, rhinos. Yeah. Mtatumia majani kwa sababu tunajua elephant wanakula majani, ama mnatumia nini? Kwanza chakula ya elephants ni yote ni vegetarian. Natumianga bran, molasses, chumvi mingi na cotton seed cake, sunflower cake, hiyo mix together, alafu napatianga hawa because hawa ni herbivorous animal. Okay. Hawa hapana tumianga kitu ya nyama hata kidogo. Yeah. Tuingie katika upande wa samaki. Jambo ambalo limenifurahisha sana katika kiwanda chenu ni kwamba mko na research center mahali ambapo mmefuga samaki, na wale samaki mnatengeneza chakula cha samaki hapa na mnapatia samaki wenu kabla kupelekea wakulima, ili kwamba muwe mmefanya tests. Labda samaki wenu wana respond vipi na aina ya chakula ambacho mnatengeneza hapa cha samaki? Maana najua hicho chakula kama cha mbwa chenye tumeona kikipakiwa kwenye lori kinapelekwa katika supermarkets na katika maduka tofauti ya chakula ya vyakula vya ng'ombe hapa nchini. Sijui unaweza ukasema nini kuhusiana na outcome ya research yenu? Outcome ya research, sisi tunafanya kazi na research institution, watu ya Egerton, watu ya Jomo Kenyatta Institute of Technology, watu ya Jaramogi Odinga. Main thing is sisi nataka kufanya kazi na professionals, wacha hawa hata naendelea, hata sisi nafanya. Sisi ilianza hiyo operation hapa ya hobby, nasema wacha sisi hata mwenyewe najua ile chakula sisi nauza inafanyanga namna gani, alafu we exchange notes, na alafu baada yake sisi naweka hii products kwa market. Kwanza saa hii sisi chakula ya tilapia sisi natengenezanga ile ya hali ya juu sana, ni ya 35% protein, ile ya ya 35% ya 2 mm ya starter, alafu iko grower ya 3 mm 30%, na finisher ile iko na 27% ya 5 mm. Okay. Hata chakula ngini natumia ile ya catfish. Catfish hata hiyo. Unaona pale mkono wakubwa sana catfish. Ya hiyo catfish sasa ni kama miezi 8 na iko zaidi ya kama kilo 1.5, na hiyo sisi na jaribu. Watu mingi Kenya hii wanapendanga tilapia shinda catfish. Ni ukweli. Unajua catfish vile ambavyo wanakaa pale watu wengi wanamuogopa, lakini mimi napenda catfish kutoka Sagana. Hiyo ni mzuri sana. Wanajua saa hii hata sisi zamani watu bado kuwa wanapenda, kwanza panda ya Kikuyuni watu walikuwa wanakataa, nasema samaki, wanasema samaki ni nyoka. Saa hii hawa kuwa smart, saa hii hawa nakulanga samaki shinda kuku.
Bwana Kiritesh, ni ukweli hata mimi napenda samaki kuliko kuku, lakini wote wakija si kusema kwamba nitawekewa kuku na samaki nile mmoja nibakishe mmoja, maana kana nawapenda kama sawa tu. Nitachukua kidonge hapa kidonge hapa. Narejea baada ya muda mfupi, niko katika kampuni ya Sigma, nazungumza na Kiritesh ambaye ni mwenyekiti wa kampuni hii. Tutakaporejea tutazungumzia raw materials ambazo wanatumia kutengeneza aina tofauti, aina mbalimbali. Hiki ndicho kiwanda ambacho kinatengeneza aina mbalimbali zaidi ya vyakula vya wanyama. Na vile vile nitazungumza kuhusu mashine zao za kukamua mifugo. Usiende mbali. Hii ni Gikuyu TV na ni Kafiro ama ni makala ambayo huwa tunawekelea kwenye mizani mambo tofauti tofauti, iwe ni siasa, iwe ni kilimo, iwe ni biashara, iwe ni elimu, masuala yoyote yale ambayo unaweza ukayafikiria, yakiwemo masuala ya vichekesho. Naitwa Francis Kimani.